Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ni Mwalimu Joyce Kisha wa huduma ya Daughters and Sons of Jerusalem. Habari za siku nyingi, najua kwa muda sasa hatujaonana, lakini namshukuru Mungu. Basi leo nimerudi tena katika kipindi hiki 2026, ni mwaka wetu wa kuvuka. Neno la kutuongoza ni kutoka Isaya 60:11, inasema na malango yako yatakuwa wazi daima. Ndio neno letu la mwaka huu. Yes, na wafalme watatuletea zawadi, watakuja kutuangalia katika mambo yetu jinsi tunavyoendelea sisi kama vijana. Haleluya. Yes. Kabla sijaanza kipindi, naomba tumkaribishe mzee wa siku mahala hapa. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya saa njema. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Bwana kwa sababu umetupa muda huu. Tazama siku ya leo 2026 ni siku ya kwanza kwamba tunarekodi masomo haya. Nina imani Bwana anakwenda kuwafikia wote waliokusudia katika kundi hili la Daughters and Sons of Jerusalem na wengine wote ambao wako mbali. Baba, asante kwa kunitumia, najua nakwenda kutumia kama chombo chako chenye faida mahala hapa, na kila mmoja anakwenda kupokea sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Haleluya. Basi moja kwa moja kama kawaida yetu tunakwenda kupata masomo yetu. Labda kabla sijasema, huduma ya Daughters and Sons of Jerusalem iko kwenye YouTube, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Nawashukuru sana mnao follow, mnaofuatia, mnao view kila siku. Hata yale ambao nifundisha huko nyuma naona kwamba wengi mnapata baraka na mna comment. Naomba tuendelee hivyo. Nia hasa ni kwamba tuwafikie wengi dunia nzima, wasikie hekima ambayo Mungu ameweka ndani ya hii huduma ili tuweze kufika mbali. Unajua neno linasema watu wangu wanaangamia kwa kosa maarifa. Maarifa ni nini? Pamoja na haya mambo ambayo tunatoa mahala hapa. Mungu akubariki wewe unayesikiliza, wewe ambaye una kiu ya kujifunza. Hautakaa jinsi ulivyokuwa. 2026 ni mwaka wako na malango yako yatakuwa wazi daima. Amen. Basi leo tuna topic nzuri sana, tunakwenda kujifunza kijana. Unajua hii audience ni kwa ajili ya vijana. Kijana, utajaribiwa na kile unachokipenda. Utajaribiwa na kile unachokipenda. Somo letu linahusu majaribu. Jaribu. Lakini hii ni sentensi ambayo inajitegemea kabisa, ambayo inakuambia ni kama inakuhabarisha kama kijana kwamba utajaribiwa kwa kile unachokipenda. Kabla ya yote, hebu tusome kutoka Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 17. Naweza nisiende mpaka huko, lakini nitasoma baadhi ya maneno. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 17 inaongelea kwamba mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Anasema kila mmoja ujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Utasoma mwenyewe mlolongo mzima sura hiyo ya kwanza mstari wa 13 mpaka 17. Lakini kuna maneno hapa kwamba kila mmoja huwa anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Mungu hamjaribu mtu. Lakini ukienda kule mwisho unakuta kwamba hata hivyo, pamoja na kwamba unajaribiwa na tamaa yako mwenyewe, Mungu bado ana neema, anakupa mlango wa kufanyaje? Wa kutokea. Topiki yetu inasema kwamba utajaribiwa kwa kile unachokipenda. Lakini neno linasema kwamba mtu asiyakasema Mungu amenijaribu. Hapana, utajaribiwa kwa tamaa yako mwenyewe. Ila neema iliyopo ni kwamba Mungu atakupa mlango wa kufanyaje? Wa kutokea. Sasa tuangalie katika hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 na 14 inasema kwamba jaribu halikumpata mtu isipokuwa iliyo kawaida ya wanadamu. Jaribu lolote haliwezi kupata isipokuwa iliyo kawaida ya wanadamu, lakini Mungu anaweka mlango wa kutokea. Haleluya. Kawaida ya wanadamu ni nini? Ni yale mambo yanayotuzunguka. Mambo yanayotuzunguka kwenye community, kama wewe ni mwanafunzi kule darasani, kwenye bweni, mizaa, kuangalia mpira,
kupenda kula chakula, jinsi unavyomingle na marafiki zako. Yale mambo ndiyo kawaida, maisha kwa ujumla. Kwa hiyo hautajaribia mbali na vitu vilivyokuzunguka. Okay? Sasa tuangalie jaribu ni nini? Jaribu ni mtihani. Okay? Jaribu ni vishawishi. Jaribu inaweza kuwa hali ngumu. Jaribu ni kitu chochote ambacho kinaweza kukupeleka katika mlengo wa kuona wa kupata shida katika kufikia malengo yako. Jaribu ni msukumo ambao tumeshaona kule kwamba unaweza ukajaribiwa. Mtu hajaribiwi na kitu ambacho kiko mbali na yeye. Okay? Na somo letu linasema kwamba utajaribiwa kwa kile unachokipenda. Kwa hiyo uwezi ukajaribiwa, labda tuseme mtu anaishi nje ya nchi. Jaribu la kupenda kufanya labda kula chakula fulani, labda kuna vyakula ambavyo sisi kwetu huku hatuna na hatuna access navyo. Kwa mfano mtu anataka anajaribu ya kula ice cream. Wewe unasema mimi ice cream nakulaga mara moja, tena siku ya Christmas. Haiwezi kuwa jaribu lako hilo. Lakini wewe jaribu lako inaweza kuwa soda. Nasema mfano kama huo. Kwa hiyo mtu unajaribiwa na kile kitu ambacho kiko karibu. Sasa tuangalie, kuna neno jingine hapa muhimu sana linasema kwamba kitu gani ambacho kinasababisha jaribu likue ndani yako, hivi mpaka mtu uone kwamba uingie kwenye jaribu lile. Hiyo tamaa, mtihani huo ambao unakusababishia kupata madhara. Kuna mambo ambayo yanaweza. Jambo la kwanza ni tamaa. Ukiruhusu tamaa iingie katika nani yoyote ile, hicho kitu kiko likely kuwa nini? Kutokea kuwa jaribu lako. Tamaa ni nini? Ni kuwa na uhitaji unaozidi malengo, uhitaji unaozidi kiasi cha matumizi. Haleluya! Ukiambia fulani ana tamaa ya pesa, yani anakuwa amechukulia uhitaji wa pesa umezidi hata uwezo wake wa kupata hiyo pesa. Ina maana kwamba yeye come rain come sun, hata kama akiambiwa kwamba okay, fanya kitu fulani ambacho sio halali, yuko tayari kufanya ili apate nini? Pesa. Hiyo tunakwenda sasa kusema hiyo ni tamaa. Na baadaye tamaa hiyo ikikua inakuwa jaribu kwake. Jaribu linakuwaje? Linafika mahala uwezi kujizuia mpaka umefanya hicho kitu. Okay? Lakini pia kitu kinachofanya kitu kiwe jaribu ni ignorance. Neno linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kuna mambo ambayo ungekuwa unajua kama kijana kwamba nikifanya kitu fulani kitapelekea mimi kushindwa kumaliza masomo essay. Lakini kwa kutokujua hiyo elimu kuhusu hiyo jaribu unavyoliendekeza, unafanya kitu hicho na baadaye matokeo yake ndio nimejifunza kutokana na makosa. Lakini kabla hujajifunza kutokana na makosa ulifanya. Haleluya! Lakini kitu kingine ni utashi. Nasikia utajaribiwa kwa kile unachokipenda. Namna gani unatumia utashi wako? Namna gani unatumia utashi kupenda hiari yako? Kile kitu namna gani unajicontrol wewe kwenye kuamua mambo fulani fulani, unaweza ukakaribisha jaribu au ukaliepuka. Haleluya! Lakini neema bado ingalipo. Kumbuka ninapofundisha hapa si hukumu, lakini nasema habari ya kwamba upo mlango wa kutokea. Upo mlango wa kutokea. Somo linasema utajaribiwa kwa kile unachokipenda. Hebu jiulize wewe mwenyewe kama kijana, ni kitu gani ambacho unakipenda sana? Ni kitu gani ambacho kikitokea unaweza ukadondosha hata simu yako? Ni kitu gani ambacho ukiambiwa nje kuna kitu fulani unaweza ukalose control ukakimbia hata bila viatu? Kumbuka hicho kitu unachokipenda, usipokiwekea mipaka, usipokiwekea namna ya kukitumia au namna ya kukiendea, linaweza kugeuka kuwa jaribu. Kumbuka jaribu is like addiction. Jaribu ni kitu ambacho control yake imeshazidi kiwango. Jaribu ni kitu ambacho kinakuwa sehemu ya maisha yako. Huku mbele nitawafundisha baadhi ya majaribu.
Lakini kabla huja kitu unachokipenda, labda sasa hivi ninavyosema hivi unafikiria jamani, mimi napendaga wali sana, jamani, mimi napendaga kupendwa, okay, mimi napenda sana fedha. Sasa hicho kitu kio, mimi nampenda fulani, napenda mapenzi, okay, kitu hicho unapokuwa unakiangalia, kumbuka kinaweza kugeuka kuwa nini? Jaribu. Sasa kabla hujaingia kwenye jaribu, kwa kile unachokipenda ambacho sasa hivi nimekutajia unakikumbuka, angalia, lazima ujue, ujifahamu wewe ni nani. Lazima ujue unapaswa kwenda mpaka wapi. Angalia malengo yako yanaenda mpaka wapi. Lazima ujue uhusiano wako na Mungu unafurahishwa na namna gani na kile unachokipenda au, kwa sababu ngoja niwaambie vijana, hata kama uendi kanisani, hata kama hausomi neno, lakini Mungu anabaki pale pale. Ni wa muhimu sana katika maisha yako. Dini yoyote, Mungu anaabudiwa. Vyovyote utakavyomwabudu, lakini ujue kwamba Mungu ni kila kitu katika maisha yako. Sasa hivi huwezi kuona sana kwa sababu una nguvu na nini, lakini kadiri unavyoenda mbele utagundua kwamba kuna nguvu ambayo haitengenezwi. Kuna nguvu ambayo hainunuliwi. Kuna mahala utafika unaona kabisa hapa siwezi hata kwa pesa zangu. Hapo ndipo Mungu alipo. Hapo ndo kuna siri ya Mungu. Bora kujifunza sasa hivi cultivate nguvu ya Mungu katika maisha yako, kumtegemea Mungu katika maisha yako kabla haujafika mbali ukawa sugu na ukaharibikiwa. Kwa hiyo angalia kitu unachokipenda. Je, kinaweza kuathiri vipi malengo yako? Kinaweza kuathiri vipi wewe kufikia kwa muda ulioupanga? Kinaweza kuathiri vipi uhusiano wako na Mungu? Je, katika swala hilo hilo una uzoefu wowote? Kwa mfano, unaweza ukasema kwamba mimi bwana, napenda sana kuangalia, labda kutumia simu yangu nyakati fulani. Mimi napenda sana kutumia simu kuangalia labda Instagram, kuangalia hata masaa 10 naweza nikatumia nikiwa hapo. Lakini kumbuka, matumizi ya simu yakiwa excessive inaweza kuwa jaribu kwako. Utasema namna gani? Pale ambapo matumizi ya simu yatakuwa hayaingizi ubora katika wewe kufikia malengo unayohitaji, tayari hilo ni jaribu lako. Kwa sababu kuna kipindi unasema hivi sijafungua simu, lakini nahitaji kufanyaje? Kusoma kidogo. Kwa mfano wala wanafunzi, unakuta ile simu inakuwa jaribu la wewe kusoma kwa sababu unashindwa kugawana muda wako vizuri. Huo ni mfano. Mtu mwingine anakuambia mimi napenda sana kunywa soda sana, yaani mimi napenda sana kunywa soda. Lakini wakati unakunywa soda lazima uwe umetafakari, hivi kunywa sana soda kuna niathiri vipi kiuchumi? Kwa mfano unaweza kwa bajeti yako ni kutumia 5,000 kwa siku, lakini labda siku hiyo bajeti imepungua kidogo na wewe ulishajiwekea mpangilio kwamba ni soda 2 kila siku. Je, ile 2,000 inayobaki unaweza kukidhi mahitaji ya kila siku mengine? Umeona sasa, inaweza kupenda kwako soda kukawa nini? Kwa kuathiri kiuchumi, maana yake likawa jaribu kwako. Lakini pia kupenda soda hivyo hivyo lazima uwe unajua, hivi nikipenda soda sana kiafya inakuwaje? Lazima unajua. Hili limeingia kuwa jaribu, lakini baadaye nitapata obesity, let's say, au sukari itapanda, au nitakuwa na addiction, nitakuwa na nini. Nimetoa mfano wa soda kwa sababu ni watu wengi tunapenda kunywa soda, Pepsi ya baridi, sweet, vitu vya namna hiyo. So it's like nimetoa mfano wa kunywa soda kama jaribu. Fikiria kitu unachokipenda sana kwamba kinaweza kikawa jaribu. Na likicha kuwa jaribu, maana yake kuna madhara ya wewe kufikia unakotaka kwenda, kuna madhara ya wewe kuwa mtu wa kawaida, unaona? Kuwa mtu wa kawaida kama watu wengine, kujicontrol, kwa sababu ukishakuwa hyper kwenye eneo fulani, unaweza pia ukawa na tabia fulani nyemelezi zikakuingilia. Kwa mfano nimesema swala la soda. Kwa mfano siku hiyo huna hela. Unaona? Siku hiyo huna pesa. Unaweza kuwa trigger kuchukua hata hela ya rafiki yako hapo bwenini. Unaweza kuwa trigger hata kurubuniwa kwa kitu kidogo tu. Mtu akasema nitakununulia soda lakini unifanyie 1, 2, 3. So unaona jaribu. Kwa hiyo utajaribiwa kwa kile unachokipenda. But the way unavyo control vitu unavyovipenda unaweza ukaepuka.
Mtu anakuambia napenda sana kupewa zawadi, tunakaribia sasa Valentine. Napenda sana mtu anipatie zawadi siku ya Valentine. Lakini let's say it's not necessary kwamba kila mtu apate zawadi siku ya Valentine. Lakini kwa sababu umelifanya kama ni kwamba usipopata zawadi it's like mkono umeondoka, macho yameondoka, kichwa kimeondoka. Yani it's like wewe sio mtu kamili, wewe sio binti kamili, wewe sio kijana kamili. Au labda siku ya birthday nataka kutengenezewa keki. Yani mimi napenda sana. Yani mimi siwezi kuishi bila kupata zawadi ya birthday. Isipotokea tayari hicho kitu kimeshakuwa jaribu kwako. Unajenga hatred, unajiona umepunguka, au unaweza kuwa triggered kufanya nini? Kitu ambacho sio kizuri ili mradi umepata hiyo zawadi. Haleluya. Kumbuka vitu vyote ni vizuri sana kupenda vitu. Hata kumpenda mtu sio mbaya. Lakini je, anawezaje kugeuka kuwa jaribu kwako? Na ikiwa jaribu, kumbuka mimi naongea na vijana ambao bado mna vision, bado mna nini, mipango yenu bado haijakaa sawa. Haya ni mambo ambayo yanaweza kuwa obstacle. Kuendekeza vitu ambavyo yani it's not necessary. Yani haui na kiasi katika baadhi ya mambo. Kitu kisha kuwa jaribu maana yake ni addiction. Hiyo ni ugonjwa umeshapata tayari. Haleluya. Mtu mwingine anasema napenda sana chipsi. Chipsi inaweza kuwa jaribu kwako. Napenda sana mabinti au vijana. Inaweza kuwa jaribu. Lakini pia napenda sana kuambiwa 1, 2, 3. Mtu anaweza kukuambia nakupenda. Wewe unapenda sana kuambiwa nakupenda, lakini hajamaanisha. Na siku labda ikatokea haujapokea hiyo kitu, unaumia, unapata msongo wa mawazo. Kwa nini mimi sijafanywa hivi? Kwa nini sijafanywa hivi? Lakini haikuwa necessary wewe kuambiwa hivyo, na huyo mtu hakuwa anamaanisha nani. Unaweza ukapenda kitu sana na kikageuka kuwa jaribu, lakini kama nilivyosema uwezo wa kukimaintain ukawa mdogo, na baadaye kikawa kishawishi kwako, kikawa kishawishi ambacho kikakuingiza kwenye mashimo. Nimesema mfano wa Valentine na kazi ya hapo, inabidi tuwe na kiasi. Usiendekeze majaribu katika eneo hilo. Hiyo ni siku moja, lakini inaweza ikatane around siku zako zote za maisha. Usiruhusu vitu kuingia katika maisha yako ambavyo haujatafakari. Yani unakamia vitu ambavyo ni temporary. Just angalia uhusiano wako na Mungu, kama nilivyosema, angalia future yako unaenda wapi, angalia hilo jambo lisikatani into jaribu ikawa ni addiction katika maisha yako na ukashindwa kufikia malengo yako. Mara nyingi jaribu huwa lina watazamaji. Nikupe hiyo siri sasa. Jaribu huwa lina watazamaji, kwa sababu mpaka unapofanya kitu mpaka kikawa jaribu kwako, watu wa pembeni huwa wako kucomment. Utasikia mtu anakuambia, yani chipsi tu zimemfanya fulani hao hivi na hivi na hivi. Yani nguo tu ya Valentine imemfanya mtu ajiue. Yani mtu amemwona mtu mwingine kashikana mkono na mtu mwingine ndio anakwenda kujiua. Yani jaribu likishasogea linaleta reaction ambayo inasababisha changamoto za jamii, comments kutoka kwenye jamii. Nimeona mtu mmoja jana nilikuwa naangalia kwenye social media, nikaona mtu mmoja ambaye alikuwa ameshashika kisu kujiua. Nafikiri walimwahi, lakini alikuwa anajiua simple kwa sababu ya mwanamke ameondoka na watoto bila kumwaga. Hajaifahamu sababu, hajafanya nini, lakini yeye alichukulia kwamba siwezi kuishi tena. Sasa ukishafika level hiyo, sio wewe peke yako, na shetani na malaika wake na audience, watazamaji wanakujaji. Sasa mimi ninachojua, huyo mtu kweli kaondolewa katika hiyo risk ya kujiua, lakini hiyo kitu mpaka yani kuja kusafishika kabisa katika maisha yake itachukua muda, kwa sababu kila mtu anasema yule aliyetaka kujiua kwa ajili ya nani? Ya mwanamke. Sasa hapa unaweza kuniambia alikuwa anapenda sana mwanamke, anapenda sana kupenda, mpaka alisema alipikiwa chakula yani siku ya mwisho
ambao mwanamke kabla hajaondoka alimpikia chakula kizuri ambacho wanakipenda. Kwa hiyo unakuta it's a mixed, ni confusion ambayo imeingia, ina mawazo mengi, lakini mwisho wa siku unakuta kwamba ni kwa sababu aliruhusu hiyo hali, alifungua huo mlango na imekuwa jaribu kwake. Nichukulie mfano wa vijana ambao mna marafiki wa kike, labda mnamuita girlfriend au nini. Huyo girlfriend wako anaweza kuwa jaribu kwako, au boyfriend anaweza kuwa jaribu kwako, na ukasababishiwa kuingia katika tabia ambazo zikaleta madhara yako ya baadaye. Nimeona vijana wengine vyuoni wanafanya the so called betting. Siko sana huko, lakini concern yangu ni kwamba umepewa karo, umepewa ile ada na mzazi ili ukalipe chuoni, lakini unafanya betting ili uzalishe. Kwani yule mzazi aliyekupa hiyo ada hawezi kukupa hela ya matumizi? Ukija kuangalia undani ni kwamba binti kasema kila mwezi anapewa hela ya kusuka nywele, au anunuliwe simu, au awe maintained, okay, au anapewa matumizi. Kwa hiyo kijana yuko chuo, afanye nini? Anachukua ile hela yake anaifanyia betting, na betting ni patapotea. Inatokea kwamba labda hela yake imeliwa, okay, kishaliwa, hajalipa karo ya shule, hajalipa ada, lakini pia binti hajampata. Kinachofuata, orofa liko wapi? Anajidondosha kutoka orofani. Hizo kesi zipo, tunakutana nazo, tunafanya counseling. Kwa nini? Hicho kitu kimeshaingia ndani kama jaribu. Au hata kama hatafanya kujiua, atajenga uhasama ambao una kisasi ndani yake. Unaona? Uhasama ambao umeletwa na nini? Alifungua mlango. Kila anachokipenda kimegeuka kuwa jaribu. Haleluya. Wengine ni njaa ya mamlaka, wengine ni njaa tu ya chakula. Unaona, anapenda sana chakula. Watu wengine wanapenda sana kusifiwa, asiposifiwa anaumwa. Wengine ni kama nilivyosema, kupenda sana pesa. Napenda pesa mpaka inakuwa jaribu kwake. Matokeo yake hayaishii hapo. Hilo jaribu linakwenda kubadilisha, ina turn around maisha yake yote. Njaa ya pesa ni kitu ambacho kinatokea. Wote tunahitaji pesa kwa ajili ya kujikimu. Lakini unapochukua pesa ikakufanya kwamba yaani ukawa na njaa excessive. Nikisema njaa ni ile hali ya kwamba unakuwa kama, unajua njaa huwa haiishi, njaa huwa inapozwa. Unaweza ukala chakula sahani moja leo ukashiba ukaondoka, lakini baada ya muda unapata njaa tena. Kwa ukijenga njaa ya pesa, maana yake you will strive for money. Wapi, kila sehemu. Hata ukisikia njia ambazo sio halali, utafata nini? Kwa sababu hilo limeshageuka kuwa nini? Jaribu. Unaipenda pesa kupitiliza, imegeuka kuwa jaribu kwako. Sijajua napoongea hivi kama kuna mtu ambaye anapata kitu, lakini kama unaona una jambo tangu sasa unaposikia una jambo ambalo huwezi kuvumilia, limeishazidi kipimo, yani huwezi kuvumilia kama haujalipata, ujue tayari jaribu limeshaingia ndani yako. Na ulianzia wapi? Kwa kile unachokipenda. Kile usichokipenda huwezi kujaribiwa nacho. Kwa hiyo kwa nini tunajifunza hivi? Ni kucontrol ile hali yako ya mambo unayoyapenda na tamaa yako na nini na vitu vya namna hiyo. Uwe na control. Ishi wewe kama wewe. Jiishi kwa uwezo ulio nao. Ni kwenye mafundisho huwa nafundisha yale ya nyuma, nifundisha habari ya kuna watu ambao uwezo wao, yani ukimpa baiskeli, anasema as long as naweza kumove from point A to B, pikipiki itakujaga baadaye. Lakini kuna mtu anasema no, unipa baiskeli umenidharau. Si unaona anataka pikipiki. Lakini sasa tuangalie, kitu gani kinakufanya uwe na utake pikipiki na huyu alizike na baiskeli? Ni uwezo ulio nao. Kama una uwezo wa baiskeli, kama una uwezo wa gari, kama una uwezo wa ndege, ni sawa. Kama hauna uwezo, kwa mfano kwa wakati huu ambao kijana unajitafuta, rizika na ulicho nacho. Usiruhusu kitu ukipende mpaka kiwe jaribu kwako na uweze kupoteza mwelekeo. Kwa sababu taifa linakutegemea, kanisa linakutegemea,
tunaangalia tupate wababa wa kesho na wataalamu wa kesho. Kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo vya kimaisha ambavyo huwezi kuvisoma shuleni, kama hivi hapa, vitakusaidia sana kufikia pale unapotakiwa kwenda. Yes, naona nitaendelea hapa. Kuna majaribu mengine, kwa mfano mapenzi ya kuna mtu kama nilivyokuambia kwamba red roses. Siku hizi kuna vitu vingi ambavyo vinaingilia katikati na kusababisha watu wawe na tamaa sana, ambao iko temporary na wapate majaribu. Okay? Kwa mfano nilivyosema hiyo siku ya Valentine, red roses. Kuna watu wasipopata hiyo rose ya red, anajifungia ndani, analia usiku kucha kwa sababu hajaletewa red roses. Lakini hata ungeletewa, kama huyo mtu hajamaanisha, anakuletea tu, unaiweka pale, si unaipamba, si unafanya nini, lakini huyo mtu anakuharibia maisha. Kuna vitu kama zawadi, kama nilivyosema, kuna vacation, kuna kutolewa dina, kuna vitu vya namna hiyo, kutoka pamoja, kufanya nini. Hivyo vitu ni vizuri, lakini visiwe sehemu sana ya maisha yako. Visiwe vinachukua muda na vikapotezea focus. Haleluya. Sasa tuangalie way forward, namna ya kutoka. Kama kwa mfano umeshapata hiyo shida, huwezi kuvumilia bila kuletewa hiki, huwezi kuvumilia. Hii inakwenda mpaka sisi hata wale ambao ni young couples. Huwezi kuvumilia mtu mpaka akufanyie hivi, mpaka akushike, mpaka kubusu, mpaka akwambie sio nini. Huwezi kuvumilia. Kuna watu wengine ambao wana addiction kabisa. Hawezi kuvumilia kuona mtu anachati na simu bila kumsogelea kuangalia anachati nini. Hilo ni jaribu. Mimi huwa nasema na naendelea kusema, simu kama usiporuhusiwa, kwa mfano kwenye mahusiano, simu zinaharibu sana mahusiano. Kama ukiona kwamba kutokuvumilia kuona simu ya mwenzio unaweza ukafa, please, hebu tafuta namna salama ya kujikwamua, kwa sababu watu wengi wamejiua kwa sababu ya kuona message kwenye simu. Na mtu anaweza kaamua tu kupiga kitu kizito, akaweka message, akatumiwa tu message na mtu ili mradi tu akufrustrate, unaondoka duniani. Simu jamani imekuwa ni jaribu pia kwa baadhi ya watu. Lakini how now? Fanya hivi. Kabla hujadwell kwenye addiction ya kitu chochote, think big. Jiangalie, fikiria future yako. Labda bado una miaka 10 ya kutengeneza familia, bado una miaka 5 ya kupata kazi nzuri, bado una think big. Alafu usiruhusu vitu vidogo vidogo vikujaribu na vikuondoe kwenye focus. Okay? Tafakari matokeo ya kile kitu, maamuzi yatakayotolewa baada ya wewe kufanyaje? Baada ya wewe kuamua kitu fulani kutokana na jaribu lilotokea. Tafakari. Angalia, hivi nikiamua kwa mfano kumpiga mtu kofi, nikimpiga mtu kofi nitashtakiwa polisi, naweza nikalala jela. Nikilala jela naweza nikapelekwa jela. Nikipelekwa jela naweza kufungwa kabisa, ukipelekwa rumande, baadaye unapelekwa jela. Kwa sababu tu umeraise ile temper, kwa sababu umeona kile kitu ambacho unakipenda sana kimefanyaje. Okay? Tafakari, hebu hili jaribu limetokea mlango gani? Muombe Mungu akupe njia ya kutokea. Haleluya. Kuliko ufanye maamuzi mengine. Hapa tutaangalia pia sababu za jambo kugeuka kuwa jaribu kwako. Ni kwa namna gani jaribu linageuka, kwa sababu gani zinafanyika? Moja ni ile ya mlango, ya pili ni kama niliyosema ile tabia au udhaifu ulionao. Unaweza ukawa na tabia ambayo umeiendekeza. Okay? Jamani, mimi nasema hata mtu anaweza kuwa mlevi wa kupindukia. Okay? Mlevi wa kupindukia kuna mahala alianzia. Unaona? Mpaka anafikia hatua hawezi kulala bila kunywa pombe. Ina maana hiyo tayari imeshakuwa jaribu. Tena jaribu lina watazamaji, kwa sababu kuna familia yake inakuwa affected, kuna jamii inakuwa affected. Lakini kuna mahala alianzia. Kwa nini asingetafakari kwamba hivi nikinywa bia 10 kwa siku, kwanza natumia pesa nyingi sana, lakini pia na lose control, nasumbua familia yangu, lakini pia economically, unaona, watoto hawaendi shule nzuri kwa sababu ya nani? Kama mtu angecalculate, lakini pia natakiwa kujenga familia, kujenga nyumba, kununua nini, kuboresha maisha. Ukitafakari hicho kitu unachokipenda sana, ukaona kinakupelekea kuwa jaribu, unakiacha. Haleluya. Kwa hiyo tamaa, tabia na udhaifu alionao mtu unasababisha kitu kugeuka kwa nini? Kwa nafsi iliyoumizwa
bila kupata nafasi ya kupona, inaleta jaribu. Nimetoa mfano. Kwa mfano, tunapita katika majaribu mengi, tunapita katika trial nyingi katika maisha, lakini ukiruhusu nafsi yako iwe na uchungu. Ninaposema hapa najua, ninaposema uchungu naelewa uchungu, na wewe ninapokuambia nafikiri unajua uchungu, kwa sababu tunaumizwa na mambo mbalimbali. Lakini ukiumizwa, unaweza ukaruhusu mlango wa jaribu wa kufanya kitu cha kulipa kisasi. Ukisikia mtu amempiga mtu, amempiga chupa, amefanya nini, for that moment huyo mtu atakwambia sikujua nilichokuwa nakifanya. Ni kwa sababu lile jaribu limepata nafasi ya kureact. Kwa hiyo jaribu linaingia kama nafsi imeumia kwa muda mrefu bila kupona. Haleluya. Lakini jambo jingine, hapa nilikuwa nimetoa mfano wa Kaini na Abel. Ukisoma Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7 utakuta habari za Kaini na Abel. Kaini na Abel ni watoto wa Adamu ambao walikuwa, mmoja ni mkulima, mwingine ni mfugaji. Lakini Kaini alikuwa anachukia sana kwamba sadaka zake anazozitoa za mazao Mungu alikuwa hazitakabari. Walikuwa na namna ya kujua kwamba sadaka yangu imekubalika au hajakubalika. Kwa hiyo akajenga chuki, akajenga hasira, akaweka grudges ndani ya moyo wake kwa ajili ya nani? Ndugu yake Abel. Matokeo yake, ile hasira aliyokuwa nao ilimpelekea kwenda kumuua ndugu yake Abel, na Mungu akamwadhibu katika hilo. Haleluya. Kwa hiyo ni mfano mojawapo wa kuruhusu jaribu unapokuwa na grudges muda mrefu. Mazingira na shinikizo la jamii, marafiki, nitafanya hivi kwa sababu rafiki yangu amenishawishi, nisije nikaonekana mimi niko hivi, nisije nikaonekana mimi ni mshamba, nisije nikaonekana, hasa wale mnaoenda vyuoni, unakuja ukiwa mtoto mzuri, ukifika ngoja nivae hivi kwa sababu wenzangu wanavaa hivi. Mashinikizo hayo, usipojua jinsi ya kucontrol na kujua lengo lililokupeleka mahala fulani, unaweza ukaingia kwenye kwenye jaribu. Haleluya. Lazima hapa katika hili ujue jinsi ya kucheza na akili za watu. Neno linasema mpole kama ua, mjanja kama nyoka. Angalia, uwe focus na kile kitu kimekufanya uwe mahala fulani kwa wakati fulani. Kwa hayo machache, ninaomba tutafakari. Topic yetu ilikuwa inasema kwamba utajaribiwa kwa kile unachokipenda. Angalia vitu unavyovipenda vilivyokuzunguka na unavyovipenda vya sirini. Viangalia visije vika turn into temptation na ukashindwa kufocus kwa kitu ambacho umewekewa na Mungu, ukashindwa kufikia malengo yako, ukashindwa kufaidi hata hii dunia. Mungu atubariki sana. Shalom, shalom, shalom. Asanteni.